Boss, kuhusu mchongo sio na wasiwasi. Si mchongo ndo issue zetu hizo nini, ila umakini ndo kama kawaida. Umakini inatakiwa wote tuwe makini, bwana mkubwa ni tajiri kama kawaida. Ila sasa umetuambia tu kuna mchongo, ila si hatujua ni mchongo gani. Kule kuna na issue zetu si ni makaburi, umeona? Kule kuna makaburi mengi. Kwa hiyo hatujajua ni kaburi gani ambao unaenda kufua. Sasa hapa nitaenda kuonyesha mchongo wenu kwa sababu gani. Sawa. Kwa time kama kawaida. Umakini wanangu. Umakini. Fresh. Bado nakaza na kupambana na saka matokazana, huenda nitapata samani tarudi. Nalia sina, zimenikaba zimenibana hasina, niliweka imani naye akaniona mimi. Mama. Poa. Yaani mguu unajua nilikuwa nakutafuta ni wewe. Ulikuwa unatafuta ni mimi? Niambie shida nini? Mimi nilikuwa na shida kidogo, nilikuwa naomba nikuagize black. Kuniagiza black tu. Mbona mimi nishakwambia, unapotaka kuniagiza popote utapokutana na mimi usianze kushusha hadhi yako. Unaanza kunibembeleza, unashusha sauti. Wewe ndo malkia wa huu mji. Wataalamu wanasema unapaswa kuforce. Yaani unatakiwa unilazimishe saizi nenda. Saizi kaa. Hicho ndo ninachohitaji. Habari za kwanza kushusha sauti, malkia mrembo kama wewe, mtoto fulani hivi jamani. Yaani wewe una maneno wewe, uishi ngonjela. Sawa. Mimi shida yangu nilikuwa nataka mafuta tu. Yeah. American Dreams 15,000 na hiyo 5,000 sabuni yake. Lakini hii nauli yako. Umenifurahisha sana vile umenipa na nauli. Maana sikutegemea kabisa kwamba utanipa hela. Nijua unaniagiza tu. Basi mimi nikuhakikishie tu. Kwa kuwa umeniagiza, nipe dakika hizo 2. Si umenipa nauli? Dakika 2 tu nakuwa nimeshafika. Wewe ni mtoto mzuri, utaki kupauka wewe. Mimi nakuamini. Basi hakikisha nawahi kurudi ili niwahi kwenye mambo yangu, si unajua? Hamna shida. Kwa baadaye. Karen. Yaani kitu ambacho nitaka nikwambie kimefutika ghafla tu vile nimekuita, kimepotea. Umoza bwana muache mambo yako. Kitu gani hicho niambie? Neno hata halina shida sana. Wewe unafikiri na ni kubwa sasa? Ni dogo tu ambalo yani haliwezi kubebwa hata na dunia. Ni dogo sana, lakini lina mambo makubwa. Ila limenipotea tu ghafla hapa. Kwa hiyo nikienda huko umeniagiza nikirudi nitakwambia. Wahenga usema linalowezekana leo usingoje kesho. Kama kuna tatizo niambie. Haya. Toto hilo umeleta na tumesema fulani hivi. Niliweka imani naye akaniona mimi mwewe, kumbe binadamu hafai kabisa. Walisahau hii mimi ndoto yangu. Mwanangu. Namba. Tumekaa na shangazi yako hapa. Tunataka tukuulizie kuhusu shuleni huko. Si kama kuna changamoto, kuna mahitaji yoyote yanayohitajika huko. Nataka utuambie pamoja na shangazi yako tuangalie changamoto zako tuzitatuaje. Mimi naona shuleni mimi hakuna changamoto yoyote. Zaidi tunaishi na wenzangu vizuri. Kama walimu ndo kabisa tunaheshimiana, pia tunapendana pia. Ila changamoto ni moja tu ambayo hata hivi nilikuwa nasubiri muda kidogo wenye tumekula sasa hivi. Tukiwa tumekaa vizuri ili nikwambie hili jambo. Shuleni wamesema tununue laptop ambayo itatusaidia kuja kuwa tunajifunza shuleni, pia tunajifunza na nyumbani baadhi ya mambo. Hiyo laptop inauzwa shilingi ngapi? Inatakiwa shilingi ngapi? Laptop ambao wamesema tununue ni 600,000. 600,000. Maana kuna zile kubwa za 700,000 hapana, zile naona zitatuumiza. Tutanunua tu ya 600,000 computer na nini laptop baadaye. Umesikia shangazi? Mimi nimesikia. Kikubwa tu kama anasoma na inanunuliwa kwa ajili ya kusomea. Sawa. Sina neno. Mimi sina wasiwasi na mtoto wangu. Na hiyo inahitajika lini? Mimi nadhani hata Jumatatu itanifaa.
Usijali, hata kesho inahitajika, mimi hela ipo nakupa. Inahitajika, ndio maana umetutangazia leo. Sawa. Basi usijali. Nitakupa hiyo hela utaenda kununua. Asante baba. Sawa. Nashukuru. Utamshukuru shangazi yako. Anapambana kweli kuniambia kwa ajili yako. Sema si mtu nani sana huyo. Ndio nini? Huyo. Nataka utani fulani. Twende tutafika tu. Auntie. Nini auntie? Kwani uongo? Hivi siku hizi nini? Mimi nafurahi mnapocheka na shangazi hiyo, mimi nafurahi mwanangu. Basi hebu kanywe na soda mwanangu. Yamekuwa hayo tena. Kanywe na soda. Wewe ukumbuke kuniletea Pepsi. Niletee Pepsi kwenye hiyo hela. Shangazi tu nataka kuombea sana. Mimi nasubwaga goti ili kuombea kwa Mungu wewe. Sijali auntie. Asante sana. Asante baba. Haya, nashukuru sana. Basi baba, kuna vitu nilikuwa navifanya kule ndani. Ngoja nikavirekebishe. Sawa. Usisahau soda ya shangazi hapo. Huyu tunajuana. Wewe sema tunajuana afu usilete Pepsi ndani. Huli ugali. Sawa. Afanye nalo cheka hivi. Mwanangu nitafanyaje? Ni mwanangu wa kakaangu, ndo mtoto wangu mie. Sisi tunaitaga undugu huyu. Mimi hivi ninavyocheka hivi, anajua kabisa kusema mtoto wangu kweli atasoma. Hilo jambo dogo sana kakaangu. Sema tu tuendelee kumweka karibu zaidi asijisikie mpweke. Ndoto yangu mimi ni ndoto yangu. Ndoto Pastor, mimi nadhani nimekusindikiza sasa natosha. Nimefurahishwa na uwepo wako nyumbani na nimefurahishwa na vile ambavyo leo umekuja kushinda na mimi. Ilikuwa ni kiu yangu kubwa sana kufanya hivi. So, niseme asante kwa kuwa umekuja kunifariji, lakini pia niseme asante kwa kuwa umekuwa rafiki bora sana kwangu. Sawa, hamna shida. Nimefurahi leo kuwepo na wewe. Nakupenda sana rafiki yangu. Kwanza nikiwa na tatizo unanisaidia. Kwa hiyo nafurahi sana uwepo wako kwangu. Unajua sababu ya kufanya mimi wewe uwe rafiki yangu ni nini? Ni kwa sababu wewe cha kwanza una akili sana. Lakini mbali na hivyo ni mtu ambaye hauna makuu na watu wengine. Umekuwa karibu yangu kunishauri na kunisupport. Siku nyingine hakikisha anakuja mapema, sawa? Hata hivyo ngoani Mwaida sala nyumbani. Nisije nikakuta amerudi akawa makelele tena. Yaani wewe kila siku ukiwa na mimi lazima useme tu wai nyumbani Mwaida Dasara. Okay fine, lakini wewe ni lini tutaonana kakaangu? Kakako taonana naye. Sasa mimi nakuja kwenu, nikiuliza kakako wapi unaniambia yupo kazini. Mungu akijalia siku moja tutaonana. Wenda Mungu hataki tuonane saa hizi. Sawa, kikubwa fika nyumbani salama na usiache kula usiku. Haya, sawa sijana. ndoto yangu mimi ni ndoto yangu. Ndoto Mwenyewe.
Samahani bro. Sijui nimewakuta wenyewe hapo. Mwenyeji katoka toka asubuhi hajapatikana, leo ameondoka. Mapema tu ameondoka. Asubuhi na jana tu nilikuwa nawasiliana naye. Na hajaniambia chochote. Iweje aondoke bila kuniambia? Hivi wewe mjinga kumbe. Kwamba jana na leo ni sawa? Jana haina usiku. Jana haina asubuhi. Anaweza akapata dharura, usiku akampigia simu. Naye mwenyewe yule ana madili, anaweza akaondoka muda wowote na dharura. Habari za anaanza kukuambia ameondoka unasema jana tu, jana na leo vinafanana. Sawa. Akirejea tafadhali. Naomba mpe taarifa kuwa nilifika, my friend. Hamna shida, ungesema hivyo ungekuja kwenye point na mimi ningekuendea kwenye point. Kawaida yule akiondokaga na mkoba, ujue kabisa kwamba yeye sio wa leo wala wa kesho. Ujue huyu ametoka. Kwa hiyo sidhani kama anaweza akarudi leo au kesho. Okay, sawa. Basi naomba iwe hivyo. Hamna shida. Wewe vipi wewe unaanza kuleta hapa sijui yuko wapi jana leo? Tunanikera hiki. Odi. Odi. Karibu. Safi. Mafuta yako haya hapa. Wow, tele yani. Haujapotea kwenye ile duka? Nimeenda sawa mjini kule. Nimenunua mafuta wala sijapinda pinda, nimenyoka tu mpaka dukani. Lakini kwa kurudi, nimepata kashikashi nyingi wewe. Sijatembea kidogo tu, bajaji imenikosa. Hii kidogo pikipiki. Nikasema lakini mafuta ya mchumba lazima nimfikishie. Asije akapauka. Unajua una utani sana, hata kuna muda unaongea ukweli lakini mimi nahisi kama ni utani tu. Mimi naongeaga ukweli kabisa. Yaani usije ukafikiri mimi naongea uongo. Kila anachokwambia mimi ni ukweli. Wewe mtoto mzuri, mimi nianze kukudanganya wapi wewe? Nimekumbuka, niambie ile swali uliniambia unataka kuniambia muda wote.